Hujambo, karibu sana InPage Podcast. Naitwa Amos Mlebusi na leo niko hapa kwa ajili ya jukumu moja tu, kukuelezea historia ya mwandishi Brian Tracy ambaye ni mwandishi wa kitabu tunachokijadili wakati huu. Kitabu chenyewe si kingine ni hichi hapa. Kinaitwa The Power of Self Discipline au wengi walivyozoea kukiita kwamba ni No Excuse. Ni kitabu bora sana kilichoandikwa mnamo mwaka 2010. Brian Tracy ni nani? Brian Tracy ni mwandishi wa vitabu, ni motivation speaker, lakini vile vile ni mfanyabiashara maarufu sana, ama watu wengi wanapenda kuwaita watu wa masuala ya marketing na mambo ya sales. Brian Tracy huyu historia yake ngoja trace back kuanzia mwaka 1964 alipokuwa na miaka 20 tu. Alikuwa ni kijana mdogo sana wa miaka 20 ambapo aliamua kuacha shule. Kwa wenzetu kule ilikuwa ni utamaduni ambao wanasema kwamba ali drop out of school akiwa hana pesa, akiwa hana chochote. Alafu alichokifanya kibongo bongo tunaweza tukasema kwamba alikuwa ni baharia. Baharia ni wale watu wazamiaji, wahangaikaji, anasafiri nchi mbalimbali. Sasa ilivyofikia mwaka 1970, Brian Tracy akiwa amesoma, ali drop out of school, lakini ku drop out school haimaanishi kwamba alikuwa ameacha kusoma. Alikuwa ame drop out of school kumaanisha kwamba akiwa ametoka kwenye the learning system. Tutaiongelea siku nyingine hii system, watu wengine wanaimimiki kuiita matrix. Alikuwa anajifunza masuala ya sales, masuala ya biashara, masuala ya psychology, na mwaka 1970 kwa mara ya kwanza kabisa alipata kazi yake ya kwanza akiwa kama salesman. Hapo nyuma alikuwa, kwa sababu alikuwa na empty pockets, alikuwa hana any knowledge, alikuwa anafanya kazi hizi kama mtu wa kawaida tu, watu wengine wahangaikaji, alikuwa anafanya kazi mbalimbali. Lakini mwaka 1970 kwa mara ya kwanza ndo alikuwa ni sales person, na kitu ambacho alikuwa anakiamini Brian Tracy toka mwanzo, alikuwa na msemo wake ambao unasema kwamba the difference between who you want to be and who you are now is in what you do. Nikirudia naweza nikasema kwamba the difference between you and who you want to be is in what you do, kwamba utofauti kati yako wewe sasa na unavyotaka kuwa au unavyotamani kuwa ni katika kitu unachokifanya. Sasa akiwa na msukumo kama huo, sawa, kwa mara ya kwanza kabisa mwaka 1993 aliandika kitabu chake cha kwanza. Kitabu hicho kinaitwa Maximum Achievements. Ni kitabu kizuri sana, if you can have it unaweza kutafuta, japokuwa sidhani kama ukipata itakuwa ni rahisi kwa hard copies, kwa sababu it's a bit, ni kitabu ambacho cha siku nyingi na wasomaji wengi wa Bongo hawajakisoma. So kama unavyojua Bongo vitabu vinauzwa kutokana na demand. So hiyo ni historia fupi sana ya Brian Tracy kwa maisha yake. Hayo naweza kusemea. Naweza nikakutajia vitabu baadhi vyake vichache ambavyo niliwahi kuvisoma na vikanivutia Brian Tracy huyu. Kitabu chake cha kwanza kabisa ni kitabu chake alichokiandika mwaka 1993. Hicho kitabu chake cha kwanza, na ni cha kwanza mimi kukisoma cha kwake, lakini vile vile ni cha kwanza yeye kukiandika, kinaitwa Maximum Achievements. Vile vile kitabu kingine ambacho nakipenda kutoka kwa Brian Tracy ambacho watu wengi wanaweza kuwa wanakifahamu, kuna kitabu maarufu sana kinaitwa Eat That Frog. Eat That Frog Brian Tracy aliandika mwaka 2001. Watoto 2000 watakuwa wanakifahamu, ndio alikuwa anazaliwa. Kitabu chake kingine cha tatu ambacho naweza nikakiweka kwenye list yangu kutoka moyoni, ana kitabu chake kinaitwa Goals. Goals ni kitabu cha Brian Tracy alikiandika mwaka 2003. Kitabu chake kingine of which I really love it ni hichi hapa, The Power of Self Discipline, alikiandika mwaka 2010. Hichi ni kitabu bora sana. The Power of Self Discipline au No Excuse kama watu wanavyopenda kukiita. Kitabu chake kingine cha tano ambacho nakipenda sana, unajua Waswahili wanasema kwamba maji hufuata mkondo. Mnamo mwaka 2012 Brian Tracy alishirikiana na mtoto wake anaitwa Christina Tracy. Tunaweza kusema kama vile Brian Tracy alimco-author Christina Tracy, akaandika kitabu chao kinachoitwa Kiss That Frog. Ni kitabu kizuri sana cha Brian Tracy na binti yake anaitwa Christina Tracy. You can read any of these books. The only setback au kitu ambacho sasa sijajua, naomba utanisaidia kunieleza mpenzi mtazamaji.
Often nikisoma vitabu vya mwandishi mmoja kwa muda mrefu au nikisoma vitabu vya mwandishi mmoja vingi, huwa naona kama vile vitabu vina ufanano. Yaani nikiangalia mawazo ya mwandishi Brian Tracy kwenye vitabu vyake kama Eat That Frog, hicho cha Eat That Frog cha mwaka 2001, The Power of Self Discipline cha mwaka 2010, nikiangalia lakini pia vile vile Goals mwaka 2003, yaani kuna ule mrandano au mfanano wa mawazo. Kiasi kwamba ukinipa vitabu vyake hata kama hujaniambia ni Brian Tracy, nikisoma like 10 pages ngapi najua Brian Tracy. Lakini hii kitu of course sijui kama ni setback au ni nini au ni bias, ila nimekutana nayo kwa waandishi wengi. Kina Ben Carson, kina Robin Sharma, kina Paul Collier. Yaani ukisoma vitabu vya mwandishi mmoja mara nyingi unaona kwamba anakuwa na the same ideas, anakuwa na mrandano wa mawazo. Anyway, kwa leo tuishie hapo, isitoshe unajua life span, attention span ya ubongo ni ndogo sana, so unawapa dozi ndogo ndogo. Anyway, karibuni sana InPage Podcast. Till another time.